Kila mtu katika sayari dunia anataka kupata zaidi. Hii ni hali ya kawaida ya ubinadamu, sio tatizo kutaka kupata zaidi, kwa sababu katika tunavyotembea katika hii sayari, katika mwili, katika maumbile ya kimwili, huo ni utambulisho ambao unatuwezesha kujitofautisha na wengine, egoistic self. Sasa moja ya sifa egoistic self ni kutaka zaidi, which is okay, lakini kuna kanuni ya kupata zaidi. Kuna kanuni ya kupata zaidi. Sasa nataka nikupe kanuni ya kupata zaidi, kwa sababu sio tatizo kutaka kupata zaidi, ni ubinadamu. Hata ulimwengu wenyewe unakuwa unaongezeka kila siku. Kikubwa tu ni kuto kuchukuliwa katika huo upepo, kujaribu kutaka utoshelevu katika kupata zaidi, lakini ile hali yenyewe tu ya kutaka kupata zaidi sio tatizo. Na wakati mwingine kweli inawezekana hali ulionayo inahitaji upate zaidi, na hasa kwa mfano kwenye kipato, upate zaidi kwenye kipato, mpenzi wako azidi kuwa bora zaidi, au upate mpenzi ambaye atakufanya uishi maisha yako kwa utulivu zaidi na mahusiano yaliyo bora zaidi. Kama una watoto wako wawe bora zaidi katika ufanyaji wao wa mambo na namna ambavyo wanaishi na wewe kama ni mzazi wao. Katika eneo lolote la maisha, kutaka kupata zaidi sio tatizo. Sasa lakini kuna kanuni, ziko kanuni nyingi zitakazokusaidia kupata zaidi, zipo nyingi, lakini moja ambayo ni rahisi mno na ya umuhimu ni kanuni ya shukurani, moyo wa shukurani, gratitude. Iko obvious. Hii ni kanuni ya kiroho, inafundishwa hata kwenye dini mbalimbali, lakini pia ni kanuni ya kisayansi. It can be proven kisayansi na kisaikolojia kwamba kuna nguvu kubwa katika shukurani, katika kushukuru. Kwa namna gani? Iko hivi kisayansi kwamba unapopewa kitu, ukipewa kitu unafurahia. Ukipewa kitu ambacho umetambua thamani yake, kina thamani kwako, unafurahia, moyo wako unafurahia. Kwa mfano, ushawahi kuona umekaa tu afu mtu akaja, akakuletea boksi ya zawadi, cha kwanza kwenye sura yako nini kinatokea? Tabasamu. Linawakilisha moyo wako umekunjuka pale, umefurahia. Lakini ya pili, kuna hali ya fulani unasahau ulivyopungukiwa navyo. Unapopewa kitu zawadi, inakufanya ujione uko content, yani ujione umetosheka, ujione upo kamili, you are fulfilled, ujione umetoshelezeka, ujione una utele. Yani hiyo ni hisia tu inakuja. Kumbuka, hisia zetu, hisia inayotoka katika moyo ni nguvu au ni nishati ambayo ni sawa na sumaku. Kwa hiyo ukichukua sumaku mbili ukiweka hapa, kuna wakati kama haba huku ni negative positive, kuna wakati zinaweza kuvutana. Umeweka hapa, umeziweka tu zenyewe, unaona hii inamfuata mwenzake, au umeziweka ukisogeza, unaona hii inamsukumiza mwenzake. Kwa macho hauoni kitu chochote pale kati ya sumaku na sumaku, huoni kitu, ila hii sumaku inaweza kumsukumiza mwenzake au ikamvuta mwenzake. Ina maana kuna nguvu ya mvutano iliyopo kati ya hizi sumaku ambayo macho yako hayawezi kuona. Sasa hivyo hivyo sisi wanadamu ni viumbe vya nishati na nguvu ambayo imeunganika na inajichanganya na mazingira yetu, lakini hatuwezi kuona. Kwa hiyo hisia zako ni sumaku. Aina ya hisia ulizonazo ndio ambayo inaufungua moyo wako kusukumiza mbali mambo ambayo hayaendani na hisia za moyo wako, au kuvuta karibu zaidi mambo yanayoendana na hisia ya moyo wako. Kwa hiyo unapopewa zawadi, inakufanya ujisikie furaha, inakufanya ujisikie kutosheka. Moyo wako, zile ni hisia. Kwa hiyo zile hisia zile ndio zitakazokufanya wewe moyo wako ufunguke kupokea vitu vingine vitakavyokufanya ufurahi zaidi, vitakavyokufanya ujisikie na utoshelevu zaidi. Kwa hiyo inawezekana hakuna aliyekupa zawadi, okay? Lakini kusema asante, unaiambia akili yako nimepokea.
Kusema asante, unaposema asante, unaposhukuru, hata kama hakuna mtu aliyekupa kitu, moja kwa moja unamwambia huyo mtu asante. Tangaza tu kwenye ulimwengu, tangaza tu kwenye anga, sema asante. Amka asubuhi, amka na shukurani, sema asante. Unaposema asante, moja kwa moja akili yako inasema kuna kitu jamaa kapokea huyo. That's the trick. Kwa lazima ucheze trick na akili yako, sababu akili yako ndio inaenda kuathiri hisia zako. Mawazo ya kwenye akili yanaenda kuathiri hisia kwenye moyo wako, ambao ndio sumaku sasa. Kwa hiyo lazima ucheze na mchezo wa akili. Watu wengi umekwama katika maisha yako kwa sababu kwenye akili yako umejaza mawazo ya kulalamika, mawazo ya kulaumu, mawazo ya kuona dosari, au yanakufanya uwe na huzuni, yanakufanya ujione umepungukiwa, yanakufanya ujione una bahati mbaya. Hizo ni hisia hizo. Ukiwa mtu wa kulalamika, ukiwa mtu wa kuona dosari tu, mtu wa kukosoa tu, unafanya moyo wako uwe na hisia za huzuni, uwe na hisia za kujiona na bahati mbaya, alafu ujione nimepungukiwa. Kwa hiyo nao ni sumaku. Utaanza kusukuma mbali, kufukuza mbali hisia za kukupa furaha, mambo ambayo yatakuletea hisia ya kukupa furaha, kwa sababu sio hisia unaoitaka wewe. Unataka malalamiko, unataka mambo ya kukupa uchungu zaidi, unataka mambo ya kukuumiza zaidi, unataka mambo ya kukuonyesha vile ambavyo umepungukiwa. Kwa hiyo mtu yoyote au mazingira yoyote au fursa yoyote itakayobadilisha hiyo hali ya moyo wako, utaifukuza automatically, haitakusogelea. Matokeo yake utaanza kufungua moyo wako kuona mambo ya kukuumiza zaidi, kukuona mambo yanayokufanya ulalamike zaidi, mambo yanayokuonyesha umepungukiwa zaidi. It is the state of the mind, ni hali ya akili. Kwa hiyo unaposema asante, unaiambia akili yako nimepokea. Akili yako ikikubali kwamba nimepokea, kwa kusema tu asante, unaenda kuathiri, kumpa taarifa moyo kwamba nimepokea kitu, nimepokea tayari na kitu. Moyo unatabasamu, moyo unafunguka kwa furaha. Moyo unavyokunjuka kwa furaha, ushawahi kuona labda umeamka asubuhi, hakuna aliyekupigia simu, hakuna fursa yoyote imetokea, hakuna chochote ulichopata, lakini umeamka tu na tabasamu, umesema asante, alafu unaamka na tabasamu. Unajiona una utoshelevu hata kama you don't have money at that moment. Wewe utashangaa baada ya muda, siku hiyo, hata pasipo kutarajia, unashangaa unakutana na mtu au mtu anakupigia simu anakuambia fursa fulani. Unashangaa mteja ambaye hata ukumtarajia au kumdhania anatokea. Kwa nini? Kwa sababu ni wewe unayemruhusu aje, sio kwamba hayupo. Wapo watu wa kukufanya ufurahi zaidi, wapo wa kukufanya upate zaidi, wapo vitu vya kuja kwako navyo vizuri zaidi vipo, lakini wewe ndio unavizuia kwa kulalamika, unavizuia kwa kuwa mtu wa kukosoa na kuona mapungufu. Sasa okay, angalia, unaweza ukasema nawezaje kushukuru tu wakati hamna chochote ambacho nimekipata? Ukweli ni huu, kuwepo kwako tu kwenye sayari dunia una sababu nyingi zaidi za kushukuru kuliko za kulalamika. Unalalamika hauna pesa, si ndio? Unalalamika hauna chakula na kadhalika, lakini umelala, umeamka, una mwili wako na viungo vyako vyote vya mwili. Macho yako yanaona, masikio yako yanasikia, unaona, unaweza kula chakula ukahisi ladha chakula au appetite ya chakula, unaweza kupumua vizuri. Vipi kama usingekuwa na uwezo wa kupata hivyo vitu, usingekuwa navyo hivyo vitu? Pesa inaweza kuwa na maana? Kwa hiyo unapoamka tu asubuhi, jenga tabia ya kutazama mambo yatakayokufanya ushukuru, ufurahi. Asante kwa pumzi inayovuta. Ni jambo dogo tu, lakini pumzi ina thamani kubwa. Asante kwa macho, naweza nikaona. Asante kwa pua, naweza nikavuta hewa. Asante kwa mdomo wangu, naweza nikaongea. Asante kwa masikio, naweza nikasikia. Kama usikii, basi labda unaona. Asante, ninaona. Hata kama ni kipofu uoni, lakini unasikia. Asante, nasikia. Asante, naweza kula chakula, naweza kuongea. Asante na ubongo ambao unaweza kunifanya nijitambue, nipange mipango yangu, nijue huyu ni nani na huyu ni nani, nitambue mazingira yangu. Nina mikono ya kufanya kazi na miguu ya kutembea. Hata kama labda nina ulemavu wa miguu, lakini na akili ya kufikiria. Nina mapafu yanafanya kazi, na moyo bado unadunda.
nina mmeng'enyo wa chakula, naweza nikala chakula kikameng'enywa katika tumbo. Unazo sababu nyingi za kushukuru kuliko za kulalamika. Umeamka, una uwezo kutoka kwenda kuoga, asante, leo nimeweza kuamka, nimeenda kuoga, naweza kuoga, asante sana. Usiku utakapopoteza hivi vitu vya thamani ambavyo watu wengi huwa tunavi overlook, tunavichukulia poa, ndio utajua thamani yake. Nakumbuka kuna siku nilipata changamoto ya tumbo usiku, na nilikuwa kwenye mazingira ambayo nilikuwa mwenyewe, sina mtu karibu yangu wa kunisaidia. Niliumwa tumbo. Kuna kitu ambacho nilikula ambacho nilikaa siku nzima, nilikuwa naenda mahali, nilikuwa na haraka, kwa hiyo sikupata muda wa kula. Alafu kuna kitu ambacho nilipata kukila, nikala ambacho kikaniletea shida kwenye tumbo. So ule usiku tumbo lilinivuruga, ilikuwa linavuta, yani ilikuwa inavuta kwa kasi, afu ikaniletea constipation. Uwezi hata kwenda haja, yani ukienda kukaa chooni unahisi kama mwili wote unapasuka, sio kama unaelewa. Nilishiwa nguvu, nikalala chini, nikataka kuzimia, yani almost nilikuwa najiona ninapoteza maisha yangu kabisa. Ndipo nikagundua uthamani ulio katika afya nilionayo. Muda ule nikiwa pale, pesa haikuwa na maana. Muda ule nikiwa pale, kitu kingine chochote hakikuwa na maana zaidi ya afya niliyokuwa nayo. Umeshawahi kushukuru kwa ajili ya afya yako ulionayo? Hata kama una tatizo moja mawili, bado una vitu vingi vya kukufanya ushukuru. Na hiyo ndio siri ya kupata zaidi. Unapoona kwa mfano unataka uwe na afya bora zaidi, anza kushukuru kwa kile tayari ambacho uko nacho, ile afya ulionayo. Si una afya sasa hivi kidogo? Kweli una shida, hapo una saratani, una kisukari, una shida ya figo, sijui una shida ya mapafu, vidonda vya tumbo, si na nini, lakini unaweza kutembea, unaweza kuvuta pumzi, si unaona, si unasikia. Kila siku shukuru kwa vile vitu ambavyo tayari uko navyo, usiangalie ile tatizo lilonalo. Hiyo itakufanya upate afya zaidi. Utaanza kufungua moyo wako, upokee maarifa na fursa zitakazokufanya upate uponyaji wa mwili wako. Unataka mpenzi wako awe bora zaidi, acha kumlaumu na kumlalamikia kila wakati. Anza kushukuru kwa uwepo wake kwako. Watu wengi umepoteza watu wazuri. Unaweza ukapoteza watu wazuri kwenye maisha yako kwa sababu au appreciate uwepo wao. Yaani uwepo wa mtu kwenye maisha yako ni bora kuliko kile cha anachokileta. Mtu mwenyewe ni zawadi. Kuwa na mtu kwenye maisha yako ni zawadi. Watu wenye mioyo ya shukurani wanafungua mlango wa kupata zaidi, vilivyo bora zaidi. Watu ambao wanalalamika na kuona dosari na mapungufu muda wote huwa wanapoteza, kwa sababu unakuwa na moyo wa kupungukiwa, wa kukosa. Kwa hiyo unafungua kukosa zaidi, kupoteza zaidi. Hii ni siri nyepesi sana, lakini yenye kubadilisha maisha. Shukurani. Nakumbuka pia hata kuna kipindi nilianza biashara yangu, na nilikuwa nafanya juhudi nyingi, lakini sikuwa naona matunda. Na nguvu yote na ikawa naiwaza kwenye kupata zaidi kuliko kuwaza kwenye mambo mazuri ambayo niko nayo kwa wakati huo. Kwa hiyo juhudi zangu hazikuwa zinanizalia matunda. Siku moja nikaja nikasema, kwa nini nahangaika, nafikiria tu, akili yangu nafikiria lini nitapata zaidi, lini nitaanza kuona matokeo, Nikabadilisha mtazamo, nikaanza kufikiria kitu gani ambacho natakiwa nishukuru mpaka hapa nilipo. Kwanza nimeweza kuthubutu, nimeweza kuwa katika njia iliyo sahihi, kufanya mambo ambayo ninafurahia kuyafanya. Na nikatafuta mtu mmoja ambaye alikuwa na mchango kwenye maisha yangu na sikuwahi kumshukuru. Nikamshukuru, na pesa kidogo nilokuwa nayo, badala ya kuipambania kusema niitupe katika kile ninachokifanya kupata zaidi, nikaitumia kumshukuru. Nikashukuru uwepo wake kwenye maisha yangu. Uwepo wake ulikuwa na maana kubwa sana kwangu, lakini sikuwahi kumshukuru. Jambo la ajabu ambalo niliona baada ya kuthamini uwepo wake yule mtu kwenye maisha yangu na kumshukuru, kwa mara ya kwanza nikaona milango inafunguka katika kazi ambayo nilikuwa naifanya. Hii ni kanuni ya kupata vitu vinavyotoka ndani yako. Sizungumzii hapa masuala ya ajira. Kwenye ajira unaenda kazi, unarudi unapata mshahara, unajua kuna mshahara mwisho wa mwezi. Lakini hata kwenye ajira pia, na inategemea na aina ya ajira.
Kuna ajira ambazo ukijifunza hizi kanuni zitakusaidia pia upige hatua zaidi. Kwa hiyo kuna siri katika shukurani. Badilisha mtazamo wako. Badala ya kuona mapungufu, badala ya kulalamika, anza kushukuru. Anza kuangalia kila mtu mwenye mchango kwenye maisha yako, mshukuru. Hata kama ni mbaya. Mimi kuna kipindi niliwashukuru hadi watu ambao waliniumiza. Yaani siku moja nikajisikia tu niwatumie message watu ambao walichangia kuniumiza kwenye maisha yangu, kwamba nashukuru nilipata somo kubwa sana kwa kupitia experience tuliyokutana na wewe. Sisi ni wanadamu, tofauti zipo. Basi wakajisikia vizuri, wakafurahi, it's okay. Wakanipa good energy. Ingawa they were evil people. Ni watu ambao walikuwa ni watu waovu, watu ambao hawakuwa wananipenda, hawakuwa wananifurahia. Sikuwashukuru kwa ajili yao, niliwashukuru kwa ajili yangu, ili niondoke kutoka kwenye ule moyo wa kulaumu, wa kulalamika, wa kujiona ni muathirika, ni muhangwa, hadi kuwa mtu mwenye utele, hadi kuwa mtu mwenye moyo uliokunjuka, mwenye moyo uliofunguka. Hiyo ni siri ya kupata zaidi katika maisha.